Sogea. Hizo mtoto kwa nini usikii? Unataka kuta mimi nuke shombo. Mama alituma kuzaa kuacha. Alituma data yake. Babako amenifahamia usijeli wake. Sasa leo nakufundisha adabu. Wewe unanisikia? Tena kelele nitakuchapa na hii fimbo kuishe mwilini. Tena wewe mamako kakuzaa kakuacha kaondoka tegemea hata mlelea alituma zae. Wewe unanisikia? Tafanyaje na mimi ndo baba. Na mama yake kiukweli aeleweki, yani nusu chizi, nusu binadamu usijitambua. Unapotofautiana na mwanamke anawahi kuondoka na mtoto kwa tageti zake mwenyewe binafsi. Yaani kwa maslahi yake, anaamini kwamba atakuwa anakupigia simu. Mara mtoto anaumwa, mara kinahitajika hichi, mara kinahitajika hichi. Lakini wengi wao wanakuwa hawana uwezo wa kulea watoto peke yao. Kwa sababu mtoto anatakiwa apate malezi ya pande zote mbili, kwa baba na mama. Kachenji. Tupitia na mtoto sasa. Bwana huyu ni mwanangu, nimetoka kumchukua kwao. Mazingira ambayo alomkuta nayo kiukweli siyapenda. Kwa hiyo wazo nilokuwa nalo mpaka sasa hivi ni kumlea mwenyewe mwanangu. Sasa ndugu yangu, kazi zetu zima matofali itakuwaje na mtoto? Tafanyaje na mimi ndo baba. Na mama yake kiukweli aeleweki, yani nusu chizi, nusu binadamu usijitambua. Unajua ngombe kitu ndugu yangu? Sijui wanawake wanafikiria nini. Yaani wanatutia tu ubaya sisi wanaume. Unapotofautiana na mwanamke anawahi kuondoka na mtoto kwa tageti zake mwenyewe binafsi. Yaani kwa maslahi yake, anaamini kwamba atakuwa anakupigia simu. Mara mtoto anaumwa, mara kinahitajika hichi, mara kinahitajika hichi. Lakini wengi wao wanakuwa hawana uwezo wa kulea watoto peke yao. Kwa sababu mtoto anatakiwa apate malezi ya pande zote mbili, kwa baba na mama. Sasa, hadi unachukua wazo la kumlea. Na maana bibi yake ameshindwa au? Yaani huwezi amini ndugu yangu. Mazingira nilomkuta nayo huyu mtoto. Na hata kumchukua kwenyewe nimemchukua kwa kumuiba tu. Bibi yake hajui wala babu yake hajui. Nimeamua kumchukua mwenyewe mwanangu na kuanzia sasa rasmi naishi na mwanangu mwenyewe. Nitamlea mpaka atakuwa. Sitamrudisha tena. Kipindi anakaa naye mwenyewe. Mtoto alivyomchukua. Kila siku zilikuwa ni simu. Mara mtoto leo ajambi ushuzi, anaumwa, mara hivi unatuma hela 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, kila siku mtoto anaumwa, kila siku. Nikakubali kama mzazi, nikasema ni sawa, si mtoto wangu. Basi mlee vizuri. Anamwacha mtoto anaenda kudanga huko naambiwa. Nikauliza, nimeenda Kinyemela kwanza. Nikauliza, acha mimi niende. Kabla kidogo kwanza, maana tumetembea mbali mrefu sana. Nikampige pikie nini naye apate kupumzika. Sawa ndugu yangu. Basi sawa bwana. Sawa bwana, baadaye. Ndugu yangu. Habari jirani. Salama, karibu. Haya sasa, samani. Bwana jirani hapa. Nataka niende kibaruani sasa kama unavyoona na mtoto. Na kazi ya leo hairuhusu kabisa mimi niweze kwenda na mtoto pale. Leo nina kazi ya kumwaga zege. Kwa hiyo nakuomba hapa ukae naye afu baadaye nikirudi nitakuja nitamchukua. Usijali jirani, nitakaa naye. Lakini jirani, shida ni hii moja hapa. Humu ndani naunga, sina mkala mboga, sijui mtoto atakula nini. Leo ni kwa mkamka leo. Pole. Pole. Sawa sasa. Basi acha kwanza mimi nikimbie site nikachukua advance alafu nije niwakimbizie hapa. Sawa? Sawa, utafanya maana. Haina shida usiache. Haya. Basi mimi nafikiri hakuna kitu haribika. Haya. Baki salama. Haya sawa. Haya. Baadaye. Mwage baba. Baadaye. Haya, baadaye. Haya, bye. Haya.
mtoto sio Kachenje huyu? Mtoto Kachenje. Kwa sababu mko mama Kachenje. Jamani. Yaani una mambo mengi kama nini? Yaani kaenda kazini, hawezi kwenda kazini na mtoto. Kaniomba mimi nimemshika tu pa Kanadi Joni anamfuata. Mnaanzaga hivyo hivyo, wewe niambie ukweli, tunaambie tu ukweli. Yaani hamna bwana, Kachenje kama unavyomjua, ni mhangaikaji kama nini. Kazi kwenda kazini na mtoto. Kaniomba tu hapa kama jirani mwema nikae na mwanae, ndio maana nimekaa naye. Ila hii bwana wewe sio kweli. Hivi anawezaje kukuachia wewe mtoto? Amna mahusiano yote, akuachie tu mtoto. Kaniomba, kwani nikikataa jamani? Huyo Kachenje mke wake upo wapi hadi akuombe wewe? Kike sikaachana naye. Kwa ndo kaja kukuomba wewe, sawa Makachenje. Mwenzangu wewe niambie tu ukweli. Mimi hata sitakugesi kumlea wewe mtoto. Yaani mimi ninavyoheshimiana na Kachenje, sio kufanya hivyo. Na mheshimu vibaya mno, jirani yangu tu. Ujirani au sio? Mnaanzaga hivyo hivyo mambo ya ujirani, baadaye tunasikia tu tayari. Nini bwana? Kama nimeagizwa na mama nipeleke lake ya mchezo. Nikirudi baadaye nitakuja uniweke chini, unisimulie vizuri, yani kama nikunifunda unifunde vizuri. Baadaye. Haya karibu. Haya bwana, kwaheri. Haya. Kachenje, hebu shida hasa ni nini mpaka unachukua maamuzi haya? Uje namhurumia sana huyo mtoto, na ninavyoona dalili yani utoboi. Sasa na maana utaenda naye kila sehemu wewe? Kama ni msala kuzungumzika, wewe nielezee, mimi nikaongea na shemeji, mambo yaishi. Mule mtoto wenu vizuri. Yaani ni story ndefu sana, lakini kwa sababu unahitaji kujua, acha tu nikupitishe kwa ufupi. Mimi sikudhamiria kumwacha mke wangu. Sikupanga kumwacha mke wangu, mama tu. Lakini ilinibidi tu kwa sababu niliona kabisa mwisho wa siku mimi naenda kupotea. Naenda kufeli kabisa katika maisha. Lakini hata mimi roho inaniuma sana. Kwa sababu najua mwanangu bado mdogo, alikuwa anahitaji malezi ya mama. Na mimi ni baba tu.
kuna vitu vingine siwezi kuvihimili. Sawa? Yule mwanamke kiukweli, katika tabia ambayo nilishindwa kuivumilia, tabia kuingiza watu wanaume chumbani kwangu. Hiyo tabia kiukweli, sio mimi tu, sidhani kama kuna mtu anaweza kuivumilia. Sidhani kama kuna rijali yoyote anaweza kuvumilia mkewe aingize wanaume ndani. Nilishamfuma zaidi ya mara 6. Nani angeweza? Kuna siku nishakumuuliza mke wangu, kwani mimi wangu umekosa nini wewe mwanamke? Umekosa nini? Niambie. Unaenda kutembea mpaka na bodaboda. Unatafuta nini wewe mwanamke? Unanidhalilisha. Kibaya zaidi, taarifa mpaka mtaani zimeenea, hakuna asiyejua. Kwani wewe kwa kusikia? Ni mwanaume gani ambaye angeweza? Niambie wewe. Ni mara 10 angekuwa anafanyia uchafu wake nje, sio ndani. Kuna siku nirudi usiku. Ndio. Hii siku kuhadisia tu. Kwa sababu ningekuhadisia ungenitoa maana na ungeniona sina akili. Ndio. Nikamkuta Rajabu. Kalala na mke wangu. Rajabu yule ambaye watu wanamuona akili zake haziko sawa hapa mtaani, anaokota makopo, amelala na mke wangu. Wewe ukafanyaje hapo? Sikufichi. Nikakaa tu kitandani pale pale. Nikamwambia, "Niwekee maji mimi nioge nilale." Naambia wewe, huyu ni mwanamke au shetani? Na hivi unajua kwamba shetani ubaya amejifunzia kutoka kwa mwanamke. Yaani mwanamke ni shetani kuliko hata huyo shetani mwenyewe. Shetani amekopi tu na kupesti. Lakini tabia za kishetani haswa anazo mwanamke. Shi wangu, kuna wanawake wabaya. Mimi nakwambia, kuna wanawake wabaya, wanawake wanaua hawa. Nikasema basi sawa. Umeshindwa kubadilika zaidi ya mara 6 na kufumania tu ndani kwangu. Tuachane kama vipi? Nikamwambia basi sawa. Tuachane. Unaondoka na mwanangu, siwezi kumwacha mwanangu. Nikamwambia sawa. Alipoondoka na huyu mtoto. Ndio. Kila siku ni simu, mtoto anaumwa. Kila siku mtoto ana matatizo. Natuma hela. Malezi basi alelewe vizuri mwanangu hakuna. Mpaka nikaenda nikamkuta mtoto wangu analelewa katika mazingira ya hovyo. Mama yake na mke wangu mimi, ambaye ni mkwe wangu, wanapika pombe. Mjomba wake na huyu Tunu, sawa, ambaye ni shemeji yangu mimi, anauza bangi pale. Huyu angelelewa katika maadili yapi? Yeye anaenda na danga tuko. Na hata siku ambayo nimeenda kumchukua huyu, sikumkuta huyo mama yake. Sawa? Huyu angelelewa katika mazingira yapi? Sasa si bora nimlee mwenyewe mwanangu? Akiharibika akiwa katika maadili ni kwangu, katika mifupa yangu. Mimi ni mzazi. Mbadala wa mama ni baba. Hakuna mtoto wa bibi, hakuna. Bibi hana nafasi ya kuja kuninyang'anya mimi huyu mtoto. Mtoto una moyo ujasiri sana ise. Hayo ndugu yangu ndo walotokea. Hapo una siri sana ise. Hicho mali unamkuta mtu afu wewe ni siwezi. Ni siwezi. Kama ni hivyo, mle mtoto wako mwenyewe kachange. Huyu mwanamke akufaa, yani ni nyoka. Kama ni hivyo, lea mtoto wako ndugu yangu. Sawa, ninayo moyo kupenda. Haya, wenione poyoyo swala la kupenda.